Habari yako. Kuna comment, mdau amecomment juu ya Marekani, nataka nikuonyeshe. Nilikuwa naongelea juu ya chokochoko ambazo Marekani na maseneta wao wameanzisha juu ya Tanzania na huyu mdau, na nikasema kwamba hizi chokochoko zote ni kutokana kwamba Mchina ana ushawishi mkubwa Tanzania sasa hivi kuliko Marekani, kwa sababu ndio kama mwekezaji mkubwa tulionaye kuliko Marekani. Sasa huyu mdau akasema kwamba Mchina anatuletea nini? Akasema kwamba Marekani vidonge vya ukimwi tunategemea kutoka kwa Wamarekani. Sasa hebu nisikilizeni kwa makini. Marekani ana uchumi namba 1 duniani. Uchumi ambao unamwezesha kuwa mwekezaji mkuu au mchangiaji mkuu katika taasisi mbalimbali duniani za kimataifa. Taasisi ambazo huwa zinashughulika zaidi na kuhakikisha kwamba madawa yanatufikia mataifa mbalimbali ya Afrika ni taasisi kama Global Fund pamoja na PEPFAR. Hizi ni taasisi, na katika hizi taasisi Marekani kwa kuwa ana uchumi mkubwa duniani anachangia sana katika hizi taasisi. Kwa maana hiyo ni ukweli ulio wazi kwamba madawa mengi ambayo yanapatikana kwa Waafrika, hasa kama madawa haya ya kuongeza siku za kwa watu ambao wamepata matatizo ya HIV, yanatokana na pesa nyingi za Wamarekani. Huo ni ukweli usiopingika. Lakini sasa hebu nisikilize. Nyie vijana wa leo, inakuwaje bado mnakuwa mko nyuma kiakili, mkaacha kupambanua mambo kama walivyokuwa babu zetu zamani? Babu zetu zamani walishindwa kupambanua ya mambo kwa sababu walikuwa hawaifahamu dunia. Dunia ilikuwa haipo kiganjani tena. Dunia ilikuwa ni pana sana. Walikuwa hawajui mbinu na mikakati ya wazungu katika mataifa yetu. Kwa waliamini kila kitu. Ndio maana tukatawaliwa kirahisi. Leo hii unayo dunia yako kiganjani. Una uwezo wa kujua system mbalimbali, lakini kwa nini unabaki nyuma? Haya, niko hapa kwa ajili ya kukuelekeza. Mnatakiwa mfahamu kwamba chochote kile mnacholetewa na mwanasiasa kutoka popote pale cha msaada, mnatakiwa mjue kwamba iko kitu sio msaada, bali hao wanaoleta wanapata faida hata mara 10 yake kutoka kwenu. Mmenielewa? Hakuna kitu ambacho mwanasiasa atakuletea cha bure. Mmenielewa? Amkeni. Utakiwi kushukuru na kunyenyekea kisa umeletewa msaada na wazungu. Kwa sababu kupitia hii misaada wazungu wanavuna zaidi kuliko unachopata wewe kutoka kwao. Wanakuletea theluthi tu, alafu wao wanachukua kingi zaidi kutoka kwako. Nisikize nikufafanulie mambo ya afya yanavyokwenda. Labda nikupe mfano hai ndio unaweza ukanielewa. Zimbabwe pamoja na Zambia, mwaka huu vyombo vya habari viliripoti kwamba Zimbabwe imekataa pesa za Wamarekani kwa ajili ya msaada wa afya. Utajiuliza kwa nini Zimbabwe na Zambia wanakataa pesa kwa ajili ya msaada? Ndio hapo utakapojua sio msaada, hiyo ni biashara. Kwa sababu gani? Kwa sababu habari zinaripotiwa kwamba Marekani kupitia hizo fedha wanazotoa wanataka kuwa na udhibiti wa data za afya za muda mrefu pamoja na sample za kibiolojia. Utajiuliza kwa nini wanataka udhibiti wa data zenu za afya pamoja na sample zenu za kibiolojia? Endelea kunisikiliza. Miili ya Waafrika imekuwa ni kama malighafi kwa wazungu, hasa huko Marekani. Kama ambavyo ardhi zetu ni malighafi zao, wanapata malighafi kutoka kwenye ardhi zetu, na hata miili ya Waafrika ni malighafi zao pia katika sekta ya afya. Wanapoleta zile pesa, wao wanategemea kwamba wao watapata data zenu, watapata sample zenu za kibiolojia. Wakishazipata wanafanyia nini? Kinachofanyika ni kwamba wakizipata wanafanya tafiti. Zile tafiti zinawezesha makampuni yao ya madawa kutengeneza chanjo pamoja na madawa mapya, ambapo hayo madawa mwisho wa siku yanakuja kuuzwa duniani kote mpaka kwenu nyie. Kwa unaweza ukauziwa dawa dukani kutoka kwao, kutoka kwenye viwanda vyao, dawa ambayo imetokana na sample za ndugu zako wewe au sample zako mwenyewe, data zako mwenyewe, unakuja kuuziwa. Kwa maana hiyo ni kwamba wanachokifanya wakitoa ile theluthi ili wapate zile access zenu nyie, wanaenda kutengeneza faida pengine hata mara 10 yake, faida ya muda mrefu sana. Sasa kama wanatengeneza faida nyingi sana kuliko kile ambacho wanatuletea sisi, wanavyokuambia tunatoa msaada ni kama wananunua data zenu na sample zenu. Sasa kwa nini uwanyenyekee? Kwa nini uwatetemekee? Unielewa? Hutakiwi kutetemeka kwa sababu wanafanya biashara kupitia miili yenu. Ndio maana sasa hivi baadhi ya viongozi wa Afrika wanakataa, wanataka usawa, kwamba tunajua mnafaidika sana kupitia hizi hela mnazotoa za misaada.
mmetoa labda sijui dola bilioni 1, tunajua mnaenda kutengeneza nyingi sana kupitia access ya sample za kibiolojia pamoja na access ya data. Sasa tunataka dili iwe fair. Mfano katika corona, ripoti zinasema walichukua data nyingi tu za Waafrika, alafu wakaweza kutengeneza chanjo nyingi tu, alafu zile chanjo mwisho wa siku sisi mataifa ya Afrika tukachelewa kuletewa. Hivi ndivyo ripoti zinavyosema. Umeona? Kwa hiyo mnatakiwa kufahamu kwamba hakuna mzungu anayekuletea kitu bure. Ukiona mzungu anakuletea kitu, anataka access ya kitu chako ambacho kina thamani mara 10 zaidi ya kile anachokupa. Mmenielewa? Kwa hiyo amkeni. Sasa mtu anapolalamika kwamba Wachina mbona hawatusaidia watuletee sijui hiyo misaada, mnatakiwa mjue kwamba mifumo ya China na Marekani ni tofauti. Mchina ni mjamaa, Marekani ni mbepari. Yaani Marekani anawaza pesa kwanza, biashara kwanza. Kwa hiyo mfumo wa serikali ya Marekani, wawekezaji, makampuni ya watu binafsi ndio ambayo yameshika hatamu. Kwa hiyo serikali yao inahakikisha inawapigia pande makampuni ya watu binafsi yaweze kuendelea kupata tenda kama hizi. Umeona? Kwa mfano wakipata access ya madawa ya sample hizo pamoja na data, maana yake ni kwamba yale makampuni yao ya matajiri wao ndio anakwenda kunufaika sasa, kutengeneza na kunufaika. Ndio maana wale matajiri wa kwenye makampuni wanatoa sana fedha kwa wanasiasa, wao wanafuatilia vitu kama hivi kwa ajili ya. Mchina asili yake ni mkomunisti. Mchina ni mkomunisti. Mchina serikali yao, taasisi, makampuni mengi yako chini ya serikali, mabenki yako chini ya serikali yao, ndivyo system yao ilivyo. Kwa maana hiyo akitaka ushawishi mahali haingii kwa staili ya misaada kama anaoingia nao Marekani na mataifa ya Ulaya ya kibepari. Mchina anaingia kwa staili ya uwekezaji. Ndio maana anakuja anatoa mikopo ya miundombinu, anatoa mikopo, watu wanaenda kukopa kwenye benki zao. Ndivyo anavyoingia Mchina kwa staili hiyo. Umenielewa? Sasa viongozi wa Afrika wamechoka staili ya Marekani kwa sababu wanajua Marekani na washirika wake, kwa sababu wanajua wamekuwa wakifaidi, alafu sisi nchi zetu zinabaki kama vijiji. Ndio maana wanamgeukia Mchina ambaye yeye anakuja kutoa mikopo ya miundombinu. Mataifa yanabadilika, tunaona sasa hivi unapita barabara nzuri, bandari nzuri, sijui kila kitu kinabadilika machoni, tunaanza kupaona na sisi mataifa yetu yanakuwa kama Ulaya. Lakini kuliko kutegemea wanakuambia tunakupa pesa hizi sijui kwa ajili ya afya, alafu mwisho wa siku wanachukua data zenu, alafu mwisho wa siku mnakuja kuuziwa madawa bei gani, alafu mwisho wa siku mnashindwa kuyanunua. Mkishindwa kuyanunua, wananchi wanaanza kulalamikia serikali zenu za Afrika. Umeona? Sasa watu wamechoka. Kwa msiwe mna tabia ya kuchekelea misaada. Kwani wazee wetu swalisha tuambiaga kwamba mtegemea cha ndugu ufa maskini? Badala ya kunyenyekea watu kisa wanawasaidia, mnatakiwa mjue hawasaidii, wanafanya biashara. Mkiona mwanasiasa, ile sio kanisa, umenielewa? Wala sio msikiti. Ukiona mwanasiasa anakuja kutoa, mwanasiasa wa Ulaya huko, mwanasiasa wa Marekani, hayakusaidii. Utakiwe kunyenyekea. Badala yake unatakiwa kuangalia anafaidika na nini hapa, ili na mimi nianze kumbana. Ndio viongozi wa Afrika sasa hivi wanaanza kuwabana. Na viongozi wa Afrika sasa hivi wanaanza kupata sauti kwa sababu kuna mbadala ambaye ni Mchina, kwamba ukituringia tunaenda kwa Mchina. Umeona? Kwa hiyo amkeni, acheni tuwatetemekea hao watu. Mimi naitwa Robin Rachel na hii ni Robin Tanzania Global.